Story inaanza. Usiku wa jana nililala nikiwa nimechoka, lakini akili yangu ikawa haina usingizi. Nilikuwa nawaza, kama mawazo ya Abunuwasi yangekuwa kweli, dunia hii ingetupataje? Saa 9 usiku, upepo unavuma, taa zikiwa zinacheza ukutani kama roho zinacheza kiduku. Nikasinzia, lakini usingizi haukuwa wa kawaida. Ulikuwa usingizi wa mawazo ya Abunuwasi. Nilijikuta nipo sokoni, lakini si soko la kawaida. Soko hili halikuwa na nyama wala samaki wala ndizi. Lilikuwa soko la mawazo. Wauzaji walikuwa wanaita wateja huku wakipiga kelele, "Karibu ununue wazo la kufa kisha uende likizo kuzimu. Wazo jipya kabisa, tumia hewa kupikia bila kutumia gesi. Wazo la kuosha nguo kwa machozi ya mpenzi wako, bei poa." Nikabaki mdomo wazi. Huyu ni ulimwengu gani tena? Nikamwona mzee mmoja amevaa kanzu yenye maandishi, "Mawazo hayawezi kufungwa kwa pingu." Akanisogelea na kuniambia, "Karibu kijana, hapa tunauza vitu visivyowezekana. Ukienda na moja tu, unaweza kuishi maisha yasiyoelezeka." Nikamuuliza, "Na kwa mfano, nikiamua kununua mawazo ya kuruka bila mabawa, itanisaidiaje?" Akaniambia, "Usihofu, haitakusaidia, lakini utakuwa maarufu." Nikacheka. Hata kwenye ndoto Abunuwasi alikuwa ananichekesha. Nilimuuliza, "Wewe ni nani?" Akanitazama kwa macho ya utani akasema, "Mimi ndiye ninayefikiria mambo kabla hayajatokea, halafu nayatupa kwa sababu dunia haitayaelewa." Ghafla nikajikuta tupo mji mwingine, mji wa Abunuwasi. Huku hakuna barabara. Watu wanatembea juu ya maneno. Ndiyo, maneno. Kila mtu anakanyaga neno kama amani, upendo, hasira au siasa. Mmoja akiteleza kwenye neno hasira, anaingia kwenye ugomvi mara moja. Kwenye kona moja niliona punda amekaa kwenye kiti cha bunge akiwa na miwani, anasema, "Tunaomba mishahara yetu iongezwe. Hatutaki tena kubeba mizigo mizito bila posho." Wabunge wengine ambao ni kuku wanapiga makofi huku wakiwa wanatupa mayai hewani. Nikamuuliza mtu aliyekuwa karibu nami, "Hii ni nini sasa?" Akanijibu, "Hii ni serikali ya Abunuwasi. Hapa kila anayefanya kazi ngumu ndiye anayeongoza."